Media moja kwa moja nimefunga safari. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Kama mlivyoona Young Africans wamemshusha kocha wa magoli, kocha wa makombe. Na hali sio mbaya katika dirisha la usajili, mambo ni mengi yanasikika huko bwana. Habari yako kwanza baba? Nzuri bwana, kwema. Kwema, tunaendeleaje? Mshukuru Mungu sasa. Furaha, huzuni? Huzuni mimi ya nini? Mimi bado na furaha. Bado na furaha? Mimi bado na furaha. Vikombe nimechukua viwili. Na furaha nilikwenda nilikuwa napita tu kule kwa kwafu niende zangu Coco Beach, safari inaendelea. Tenki liko limejaa maji, nikachimba dawa kwa mtani wangu. Sasa huzuni ya nini? Nauliza mnachimba dawa lini tena? Mnachimba dawa lini tena? Sasa dawa tutachimba tu, asubiri nani ngao ya hisani. Umeona kauli yao? Kauli ya nini? Unakifahamu sema wanatembea nacho mnachimba dawa. Unakifahamu sema wanatembea nacho. Wanatisha tu bwana wewe, hamna chochote, wanatisha tu. Wewe kifaa cha nini utembee nacho? Yaani leo cha ajabu ninachoshangaa mimi leo, hata Mchaga naye anajua uchawi. Yule Mchaga alitisha watu siku 3. Mchaga yake biashara vitisho tu, mloge nani bwana wewe. Watoto wale walikwenda kuchimba dawa pale hawatadhulika, watadhulika wao. Bwana, moja kwa moja Young Africans siku ya jana wamemtambulisha kocha wao. Na wamesema msimu hawacheki na kima. Wanasema hawacheki? Kocha mnadhani umemuona. Hivi karibuni mechi ya ufunguzi ni ngao ya jamii. Simba dhidi ya Yanga. Kocha ana CV gani wewe? Maki si leo unaona kocha yule kwanza na kusikia wewe. Yule sijui hata jina lake wala sijui. Moja kwa makocha wengine huwa wanaokotwa uchocholoni huko. Alafu wakiletwa hapa, wakiletwa hapa. Kelele nyingi. Unajua Young Africans kama Uingereza timu wana. Ila kelele promo nyingi. Promo nyingi. Nasema hivi, Young Africans kwa promo. Huyo kocha pale unamkota South Africa uchocholoni huko, unasikia bwana? Muuza ganja pekee kutoka South Zealand huko, anabeba ganja kupeleka South Africa. Leo hapo tunaambia kupoka la kocha asu nini? Misivi kibao. Unasikia? Ukienda kule South Africa utaambia huyu alikuwa pusha huyu. Utaambia alikuwa pusha huyu. Lakini hapa kaletwa hapa CV. Tumuone kiwanjani. Hana CV, makocha wote duniani. Unapomzungumzia Jose Mourinho, unajua kabisa Inter Milan anachukua kombe, sio kwa Real Madrid anachukua kombe, si wapi. Unaelewa? Unaelewa? Ndio. Unapomzungumza Carlo Ancelotti, tayari una CV zake nyingi. Alikuwa mchezaji wa taifa Italia, akachukua kombe la dunia, alikuwa AC Milan akachukua UEFA, alikuwa AC Milan kawapa UEFA, alikuwa timu gani kawapa UEFA, alikuwa nini kawapa. Hiyo ndio kocha kumzungumzia. Sasa unakwenda kumzungumzia kocha hata kwenye majina ya watu tunamsikia jina hili mimi ndio leo nalisikia. Leo unakwenda kusifia alikuwa anachezea chumbani mpira. Huo mpira kwa anachezesha chumbani. Alikuwa anafanya chumbani mpira. Lakini ndio kuona msikia leo utakuja umri huu. Huyo si Mankoba tu. Mavifuko sijui huyo. Ndio namsikia leo ile jina. Hata msitafute kuleta propaganda. Yeye kama kocha mzuri wasubiri. Mechi zinakuja. Mechi zinakuja. Sasa nani mwenye kocha mbovu? Nani mwenye kocha mbovu? Au angepeleka timu sasa. Nasema hivi, nani mwenye kocha mbovu? Kocha wa boli si yule pale Steve Becker, kawapiga goli Zanzibar, refari kakata yeye. Au aje kule. Nasema hivi, aje Sekafa. Nani? Aje Sekafa. Sekafa? Aje. Sekafa hizi timu nafikiri pengine zinaweza zicheze kwa sababu kutokana na ratiba ilivyo, sidhani kama hizi timu kubwa zinaweza basi zikaenda. Japo zilithibitisha lakini kutokana na ratiba ilivyokuwa ngumu. Sawa? Hapa pana pre-season, hapa pana nini, hapa na hivi. Sijui kama watapeleka, mimi nafikiri pengine kama watakubali pengine kwa heshima ya Sekafa, pengine wanaweza kupeleka vikosi bivi kacheze kule kwa sababu tu ili kuondoa. Unasema kocha huyu je kulisikia jina lake? Hivi Fadlu Kabo ushe kusikia jina lake? Fadlu nimsikia wakati yuko kule Farabat. Nilikuwa namuona kwenye benchi la ufundi. Hata kabla ya kule. Alivyokuwa pale anaanza Mamelodi na kina Pistol Masumani nilikuwa namuona. Sasa huyu Mankoba basi sijamuona. Mpaka namsikia tu Mankoba. Unasikia? Mpaka unamsikia tu mtu anaitwa Mankoba. Unaweza kukuta kama umemchukua kiongozi wa kule kwa kufukuza watu South Africa ndio huyo. Lakini Yanga wamekuwa na tabia ya kuchukua kiongozi wa maandamano ndio wamemleta hapa. Kiongozi wa maandamano kwa South Africa kwa kufukuza wageni ndio wamemleta hapa na kumsifia hivi. Ukienda kuuliza kule, unaweza kwamba baba huyu kakimbia hapa, angekamatwa kwa sababu ya kuwashawishi watu kufanya maandamano hapa, kuwafukuza wageni hapa South Africa. Hapa ndio utaambiwa kocha. Sawa? Aje kama kocha wa boli. Twende pale kwenye viwanja, twende tumuone kocha wa boli. Lakini Yanga wamekuwa na tabia ya kuchukua makocha wasiokuwa na majina na kuwapa majina.
Tumuona hata kwa Miguel Gamondi alikuwa ana jina kiasi hicho na mlikuwa mumfahamu, lakini ndani ya Yanga kaja akaonyesha uwezo wake mkubwa zaidi. Gamondi alipokuja nafikiri alikaa kama mwaka mmoja au miwili kuisubiri timu. Sio kwamba Gamondi alipofika toka perform. Aliteseka kwa miaka miwili au mwaka mmoja. Aliteseka baadaye akakata au hujui hicho kitu. Gamondi aliteseka hapa ninachokwambia. Sawa? Sawa, sio Gamondi yule aliteseka na Nabi. Nabi aliteseka. Gamondi alikuja, Gamondi sio kocha kawaida. Unajua mimi nisikilize basi. Mimi Gamondi atakumpa timu ya taifa. Nisikilize basi kwanza. Gamondi atakumpa timu ya taifa. Ya 5. Anisikilize. Hata kumpa timu ya taifa. Sawa? Sijui pengine hapa kuna 10% au kuna nini. Kocha wa kawaida sana. Gamondi alitembelea upepo wa Nabi. Gamondi kakupigia 5. Nasema hivi Gamondi alitembelea upepo wa Nabi, alikuta kaifikisha Yanga nusu finali. Sikiliza. Gamondi alikuta Yanga tayari wale wachezaji wameshajenga spirit na Nabi. Tayari wana muunganiko. Sawa sawa. Kwa hiyo ile ilikuwa ni uwezo wa wachezaji wenyewe, sio yeye. Mbona kaenda Singida kufanya kitu? Sasa kwenda Singida pale, kama yeye kocha mkali kweli, anajua kuiba Singida imefanya nini? Imefanya nini? Hajaipeleka ya makundi. Singida wamekwenda baada ya pointi za Simba. Kwa sababu yeye alikuwa hapo kwenye nafasi ya 4, lazima aende. Kaipeleka Singida, kaipeleka bila kaenda mgongo wa Simba. Pointi nyingi za Simba. Kama sio pointi nyingi za Simba, sio pointi nyingi za Simba, Singida ingekwenda. Acheni propaganda hizo. Yeye kama kocha wa boli. Maneno mengi ya nini? Kwa nini tuandikie mati? Wino si upo? Sina kwenda hapa, si bado Agosti 12. Anarudi Aziz Ki. Nasema bana kisha kwisha bwana. Nasema wanaangalamikia, wanasema wao wanamsajili Aziz Ki, nyinyi mnamsajili Chobwedo kweli? Nasema hivi. Wao wanamsajili Aziz Ki. Nyinyi mnamsajili Chobwedo. Sawa? Huyo Aziz Ki huyo. Umeshaona? Aziz Ki. Unakumbuka goli lake? Kama angelikuwa yeye Aziz Ki ana mpira, asingerudi tena hapa. Wydad kule kwenye hela nyingi angebaki kule. Makulu ameshaona hana kitu. Sawa? Anasema kule basi. Wamemwona kule hana kitu. Wakajaribu kumtoa. Sasa ana flash, ana yuko bench na kabench anasubiri kwa choma mahindi. Sikiliza. Kule alikuwa anachoma mahindi. Wakajaribu kumpeleka wapi? Libya. Libya na kachoma mahindi. Unaamua kurudi hapa. Eti useme hapa tamsumbua nani? Tayari mpira umekwisha kaka. Dada wa Kitanzania kishamaliza. Ameshamaliza supu zote dada wa Kitanzania. Sasa hivi atakipiga kishuta atabaki kitakuwa kifiki pale. Dada yetu kishamaliza supu. Umemsahau Aziz Ki. Dada kishamaliza supu nakwambia. Yule alimtesa Manula. Nakwambiaje? Sio yule tena. Dada kishamaliza supu. Na kocha wa boli yupo. Ukisema kwa sababu Aziz Ki alipiga goli, alimtesa Manula. Lukaku yule pale kapangwa, Lukaku yule wa kwanza. Lukaku sikacheza jana, umeona? Lukaku yule. Sasa kachukua mpira kupiga shuti. Lukaku yule wa kwanza angekota kuchukua miliki mpira kupiga hata shuti. Sasa tusizungumze story za nyuma. Yeye kama kaja Aziz Ki bado na mpira, twende kiwanjani tukaone mpira. Sawa. Leo ukimzungumzia Libase Gwe, umemuona kiwanjani. Leo ukimzungumzia Aura, umemuona kiwanjani. Leo ukimzungumzia Ismail Ture, umemuona kiwanjani. Aje ona na shule ya wanaume ile pale. Na tunaongeza vitu. Tunaongeza vitu. Tunataka kukusanya kikombe chetu kirudi. Mwaka huu tu kikombe kilichoibiwa wameshirikiana na wezi wengine marefali wanaita na wezi tu. Kilikuwa kirudi vikombe viko kombe gani nimeibiwa? Vikombe si hivi nilibiwa tuko kwa mwizi. Huko nilikwenda kuchimba dawa. Alikuwa nimeibiwa. Sasa juzi nilikwenda kuchimba dawa pale, nimempelekea salamu rudisha. Utakula miaka 30. Rudisha. Moja rudisha. Na marefali wako. Na unahisi katika usajili wa dirisha hili kubwa ni sehemu gani Simba mnahisi mnatakiwa kuboresha haswa? Mimi nafikiri hilo ni swala nimwachie mwalimu. Nimwachie mwalimu kwa sababu wewe mwenyewe kwa jicho lako. Mimi nikifanya kazi ya mwalimu, nisikilize. Hata kama nina jicho la mpira, lakini mimi sio mwalimu. Shauri unahusiwa. Nisikilize. Siwezi nikamshauri, nisikilize, siwezi nikamshauri mwalimu hapa. Mwalimu akasikiliza, ndio mwalimu aliyosomea. Anajua wapi penye mapungufu. Sisi kazi yetu ni kushabikia. Somea, lakini yenyewe kuna wachezaji ambao hawakubali. Nisikilize. Mimi furaha yangu tuletea wachezaji wazuri. Karibuni wachezaji wote wa Simba wawe wazuri. Sawa. Libase akiondoka, mwalimu akiwamtaki Libase, siwezi kupingana naye. Hamtaki Mpanzu. Siwezi kupingana naye. Yes ndio mwalimu. Yes anaonekana wachezaji kambini. Yes na anafundisha. Yes ndio mliliaga chama apangwe vikivyo vyote. Anasema hivi, yeye ndio mwalimu. Yeye ndio mwalimu. Unajua tukiingia mipango ya mwalimu, na mipango ya scout tuko tunakosea. Sawa? Mimi nafikiri mwalimu anajua kikosi chake wapa na mapungufu. Scout wanajua wapa na mapungufu. Wafanye scout. Bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba inajua hapa na mapungufu. Mimi nafikiri watatuletea timu bora zaidi ligi inayokuja. Yaani timu bora ni timu yani
ni timu ya kwenda kuchukua kikombe cha klabu bingwa Afrika. Hatutashikika hapa. Kuna shabiki mwenzenu mmoja wa Simba niliongea naye, akaniambia bwana, mimi natamani sana Kasali aondoke Simba, hana kiwango hicho. Wewe unaonaje kiwango cha Kasali? Kasali mzuri huyo, kama akakwambia Kasali huyo mtazamo wake. Huo ni mtazamo wake yeye. Kwa sababu Kasali huyo sikisikilize. Kasali huyo ndiye alomfanya awe mshindi wa pili. Golikipa si Kasali, sasa kwa mbovu angechukua mshindi wa pili. Kasali ni Lushenda anasaidia. Kasali huyo amemfanya achukue kombe la Muungano. Kasali huyo amemfanya achukue kombe la nini? La CRDB. Wanasema Lushenda Loki pale nyuma. Kwani mpira anacheza golikipa peke yake? Kila mtu ana majukumu yake. Ila baada ya mabeki kupitwa ndio golikipa mtu wa mwisho. Anafanya saving na kila kitu. Sawa? Sasa Lushenda anakwenda kwa mpira wa mikono. Umepangiwa. Pin Kamara na Kasali unaondoka na nani? Pin Kamara na Kasali unaondoka na nani? Kwa wote magolikipa wa Simba wote ni wazuri. Nataka unichagulie. Nasema hivi, wote ni magolikipa wa Simba wote ni wazuri. Wote ni wazuri. Basi tusubiri kocha wa makombe anapokuja kurudisha makombe yake. Mataji wanayataka Jangwani. Bwana. Hii jamani. Mtakuja kukimbia na makocha wote waliokuja mliwaita makocha wa boli hapa. Walileta kama 0-0 wakawafukuzia kazi za Malawi. Mtu kaondokea Malawi huko. Tambo zilikuwa kama tena nyingi kushinda hata hizi. Twende kiwanjani jamani, mpira huu. Hizi tambo hizi. Kocha aliletwa kocha hapa. Hakurudi hapa. Akaondokea Malawi huko uwanja wa ndege Malawi kaondoka nyumbani. Tambo zake zilikuwa ni balaa. Sasa huyu kama mnasema kocha wa boli, sio muona? Kwani kuna timu isiyokuwa na kocha wa boli? Makocha wote wa boli. Sio wamesomea. Sasa leo kwani mtu tishe watu. Mnaanza kutisha watu mapema. Yeye asubiri kipigo tu kocha gani anasema boli. Huyo mamikoba si, mamifuko huyo. Magoli atakuwa anatia kwenye mikoba yake. Ajituishe. Atatiwa magoli mpaka anashindwa kubeba kwenye mifuko yake. Basi nikushukuru sana. Asante sana.